Okay, Mr. President, during the demonstration tuliona kwamba ulisema kwamba wewe hausimamii chama cha Azimio wala la UDA. Kwa sababu gani ulisema hivyo? Wakenya wanataka kwa sababu niliona pale kwa Twitter watu wanaanza kusema huyu ametumwa na Raila. Huyu ni mtu wa government. Mimi nataka kurudia kwa sababu hizi kamera ni mingi. Mimi naitwa Eric Omondi. I'm the most followed and very influential. So naweza jisimamia. Nikisimama nikipigania 75% nilitumwa na Ruto. Nikipigania gospel nilitumwa na Bishop. Kwa nini nikipigania gospel hakuna mtu alikuja kuniambia Eric umetumwa na Bishop? So mimi sio wa Azimio, mimi sio wa UDA, mimi sio wa ODM, mimi sio wa Jubilee, and me I want to categorically clarify that mimi I'm not working with any politician or political party. Agenda yangu ni Kenya. Agenda yangu ni unga, agenda yangu ni sukari, agenda yangu ni stima, agenda yangu ni maji, agenda yangu ni Wakenya wakuwe na chakula mezani. Hiyo ndo political party yangu. Political yangu inaitwa Kenyans. Yes. So, Mr. President kidogo tu. Hapo kwa gospel tuliona Mr. Commander Ng'ang'a alikuongelelea ama alicomment kwa ile kitu yenye ulikuwa unafanya. Akasema yenyewe hakuwahi jua wewe pia Mungu anakutumikia kiwango hicho mpaka unaweza ongelea mambo ya gospel. Na akawa ameappreciate sana kwa kile kitu ulifanya. Sijui kama ulikutana na ujumbe kama ulikutana nao ulifiliaje? Nilifeel poa sana, lakini pia Mungu anaweza tumia mtu yoyote ama kitu chochote. True. Mungu ni Mungu. So nilikubaliana naye na nikaona kumbe ni mtu pia anamsikiza Mungu. Juu kuna wale walikuwa napinga. So nilimshukuru sana, hata nilipost nikasema thank you man of God. Yes. Nilimuita man of God. Juu kama anaweza sikia sauti ya Mungu, that is a man of God. Yeah. So niliappreciate, hata nataka kumtafuta, hata niende kanisa yake aniombe na mimi nihubiri. So Eric, jana acha uelefu okay, jana tuliona pale Milimani Court wasanii wengi sana walikuja kutembelea. Tuliona KRG na pia tukaona president of comedy of gospel industry Apoko alikuja pale na anasema alikuwa amekuja na 2 milioni na baadaye tukaona ameingia kwenye kotini. So hizo 2 milioni alikulipia ama kulienda vipi? Alikuja koti, msanii alikuja koti nikamwona, hata tukafanya press na yeye, hata akatoa pesa akachanga tukatolewa. Hakuna msanii. Na Calligraph alituma pesa kwa M-Pesa yangu juzi. Na Apoko the president of gospel ya nini beli ilikuwa si kwa tunalipishwa pesa ngapi kila mtu? Ilikuwa 10,000. Sasa 2 milioni ya nini? So anasema kwamba baada ya wewe kuingilia gospel artist na kuwatusi ni kwamba Mungu sasa anakupunish. Ya gospel artist. Ringtone ni gospel artist. Tumeona akiimba na Rose Muhando na wasanii wengine pia. Nilikuwa naongelesha watu wa Mungu. Okay. Sio washerati. Jina ya Ringtone ya pili ni Apoko. He's Apoko. He's a prostitute. He's a male prostitute. He's a male prostitute. Na tunamjua. So na pia natafuta kiki na the wrong thing. Huwezi tafuta kiki na high cost of living. True. Unaweza tafuta kiki na vitu zingine. Alikuja pale na 2 million na hata akuacha hata shilingi. Hata shilingi. KRG alitoa pesa. Babu Owino alituma pesa. Calligraph Jones alituma pesa. Hao tu. Nugget. Babu Owino si msanii, but hao ni watatu. Alafu kuna ule alitoa pesa mwingine anaitwa Gor Semelango. Wewe umesikia mwanasiasa hapo? Umesikia Jubilee hapo? Eric Omondi, now umekuwa kwa entertainment industry for a very long time. Very long. Yeah. Watu wengi wanataka kujua nini likuvutia ukasema now tunaenda Supreme Court lazima tusikike ama to the political side. Ni simu yangu tu napata message. Eriko Mazee jana watu wao kukula jana hawajakula. Tunamalizia bro. Watu wao kukula jana usiponitumia bro, mimi sina shida mtu kuniambia nimefungiwa nyumba. Nilikuwa nimezoea hiyo. Hiyo nimezoea, nimefungiwa nyumba nizo. Lakini sasa kifika mahali tunaambia niko na watoto 3 wao kukula jana hawajakula leo, but iliko tafadhali wasikose kula kesho. Nikaona ni kubaya. Oh, so it's the messages ziko hapa mob sana. So nikasema mimi niko na platform. Mimi niko influential. Na watu wanasema ati mimi natumika na wanasiasa. Do you know who is the most followed in this country? I have the biggest platform, bigger than Azimio. Hapo tu kwa tunatumika na wanasiasa. Tukiwa hapa jana Jivanji, Raila Amolo Odinga aliongea na kama amesema anataka uachiliwe. Sijui kama kunawezekana kuna mtu maybe alituma kuja kuone hata kama ni pole. Alifanya vizuri sana. Unajua
kuna proverb nasemanga mtu akikupea mpe. Na mtu akikuomba akikupea mshukuru. Sasa wanasema hapa, nasema Calligraph Jones, Babu Owino, KRG nashinda nikawashukuru. Jua alikuja kunitoa. So pia nasema asante kwa Raila, Mheshimiwa Raila, he's an elder. He is a statesman. Sisi ni vijana wadogo. So akichukua mic aseme kijana Omondi aachilie. Tulisikia vizuri sana. Alikuwa nikuulize, kuna jamaa anakuonea sana kwa mtandao anaitwa Apoko Rington Apoko. Alikuja kukuangalia ama alikuja pale na pesa kujionyesha, na hizo pesa tunajua ni za Jaguar. Kwa hivyo alikuwa na milioni 2. Alikuwa anasema kuna milioni 2. Sio milioni 2. Alikuwa na rafiki yangu hapa anaitwa Antoni, walihesabu hiyo pesa hata ifiki 300,000. Hiyo ndio iko yake. Inakuanga ya Jaguar. Sana hiyo pesa anakuanga nayo. Inakuanga ya Jaguar. Tunajua amekuwa nayo 2 years. So anaendanga naomba kwa Jaguar, anapewa 200. Jaguar kuna kipindi Jaguar. Itakwambia kuja hapa Cooperative Bank. Na urudishe bwana, urudishe usilale nayo. So anaendanga anachukua kwa Jaguar, anacheza nao kipindi, anarudisha. Tunajua hiyo pesa. Okay. Hata next time kuja afanya nao kalamu hivi utaona, utamwona after 2 weeks. Put a mark on it. Okay. Akisema ati atakupea kazi kwa sababu wake uko unafanya. Nimwambia, alisema atanipea kazi, nikamwambia nilikubali, huko ona. Nikubali kazi. Ajaye niita. Unaanza nilipata. Sasa niitie kazi. Sasa kuna kazi. Uliza alafu muulize mbili alafu tuanze. Kidogo tu Wakenya wanataka kujua kwa hizo professional labda ulipata injury. Kadogo tu hapa ya pingu. Na hapa tu kidogo. Naiona hapa. Kidogo tu. Baadaye kwa mbaya. Pole. So Eric Omondi, what is your next move? My next move is we're calling on all Kenyans without employment. Now kuna CVs waziprint. All Kenyans without basic food waandike shopping list. All Kenyans without rent wachukue barua kwa landlord. Alafu tutaenda nayo State House tupeleke bwana president. Juu tunaamini ya kwamba president hana information kile Wakenya wana go through, hajaambiwa na watu wake. So the next move is kila mtu print. Kama wewe ni university student, print your school fees. Kama wewe ni mtu wa high school na au hujalipa school print, tutaenda State House pole tutatembea sisi wote tupelekee president. Najua ni mtu mzuri sana, atazireceive aziangalie, alafu ambie cabinet na parliament tutafute tutalipa hii. Wale watakuja nataka walipiwe. So kidogo Mr. President, kulikuwa na rafiki yako sana jana, rafiki yako Mlamwa pale, kuna comment nilikuwa namsikia akicomment, wewe ulienda ukabeba watu wenye wameiva ukaenda nao maandamano pale, ni bado utafuta watu wa kijiji, watu wamekonda kaa sisi sasa, kaa mimi uende na mimi pale kwenye nini useme huyu yenyewe wana amekonda kwa njaa, lakini ulibeba watu tayari wameshiba kwa nafia wanakaa watu wajibu. Au ukiangalia hapa Kenya yote tuko 55 million. Hao watu ndio wamenona peke yake. Wale watu wote walikuwa wanapiga ambao kuja pale wanasema Eriko nitakujaje parliament nikitoka landlord atafunga. Lazima nichunge nyumba. Nitatoka nguvu nitapata pina sijakula. True. Nitakuja parliament town, mimi niko Thika Road, mwingine niko Rongai. Sasa nitatoa wapi? So nikauliza hapa Kenya kuna watu wako na fare na wamekula na wameshiba, wapigania wale wanyonge. Out of 55 million walikuwa 55. Out ndio watu wamenona hapa Kenya. That shows you how bad it is, yeah? For the first time nimeona watu wengi kwa upload hadi Andrew Kibe juzi, nilishtuka kuona anasema congratulations on what you did. Watu wengi wanataka kujua unaweza kujoin politics maybe 2027 ama hivi karibuni. Sasa politics na join kwa nini? Jana niliongea wakanisikia. Wakishaingia huko ndani sijui nini inafanyika. Swali lingine la mwisho Mr. President, tumeona umepigania music, umepush gospel, umepush sasa umekuja mambo ya unga, maisha mwananchi ya kawaida. Lakini industry ya gospel Mr. President, kuna mahali tunahisi ni kama tunahitaji uongee. Alafu finally wewe tunakujua ni president, wewe ni jina kubwa. Lakini kuna jamaa mmoja anaitwa Fred Omondi. Huyu jamaa tumsikii na wewe ni brother yake. Fred alipata pesa. Pesa ni kitu mbaya sana. Kwa nini anaweza pata pesa kushinda ndugu yake? Au la kuna pesa. Mimi naona vinahangaika natafuta pesa. Niko KNT sasa hii. Si ni Fred nilikwambia watu wamenona hapa Kenya ni 55. Ongeza Fred kwa 56. Kwa hivyo Fred ako safe. Hapo sawa. Okay, tukimalizia Mr. President, watu wengi wamesema kwamba wewe unatetea sana gospel, una mambo ya Mungu hadi uliokoka. So wangependa kujua kwamba unaweza at least one time utoe ataka hit ama ni gospel moja hivi wimbe. Mimi nikitoa ngoma wasanii wataisha.
Yes. So kuna yenye umefanya juzi pikipiki punki. Nene ni kwaya tu. Nikifanya ngoma moja nitakuwa nimemaliza industry. True. Nakwambia wacha niwahurumie, wacha niwapatie space. Nikienda kwa studio leo nitoe ngoma moja. Umesema ukienda Apoko atalia hiyo siku. Apoko si musician. Apoko tuongelele wana muziki. Ushasikia sauti ya Apoko? Sauti ya kurudisha nyoka pangoni. Wacha tuhurumie watu. Nikitoa ngoma ni hivyo imeisha. Mimi ngoma yangu nikitoa sasa mimi nitakuwa na compete na Burna Boy na wakina Diamond.